Zamani za kale, katika kijiji kidogo kilicho kando ya bahari ya Hindi, aliishi mvulana mdogo aitwaye Sudi. Sudi alipenda sana kuvua samaki pamoja na babu yake. Siku moja walipokuwa wakivua samaki kama kawaida, walimnasa samaki wa ajabu sana. Alikuwa na rangi ya dhahabu, macho ya kung'aa kama almasi, na alipoongea sauti yake ilikuwa ya upole wa upepo wa asubuhi. Samaki huyo aliwaambia kwa sauti ya ajabu, mkiniacha huru, nitawatimizia ombi moja kwa kila mmoja. Babu yake Sudi, aliyekuwa mzee wa hekima, alimwangalia samaki na kusema, na kuacha huru kwa moyo wa huruma. Ombi langu ni afya njema kwa familia yangu. Sudi naye akasema kwa moyo wa uchangamfu, nami nataka kuwa mvua mkubwa zaidi wa samaki duniani. Samaki nguva akawatazama, akatikisa mkia wake wa dhahabu, na mara akatoweka ndani ya maji kwa mng'ao wa ajabu. Kuanzia siku hiyo, babu yake Sudi hakuwahi kuugua tena, na Sudi alikuwa mvuvi maarufu kote pwani, samaki wakimfuata hata bila kuweka ndoano. Lakini miaka ilivyopita, Sudi alianza kuwa mchoyo. Alikuwa hataki kuwagawia majirani samaki wake wala kuwasaidia wavuvi wenzake. Alisahau kuwa zawadi yake ilitokana na huruma ya babu yake na moyo wake wa kutamani kusaidia. Siku moja bahari ilipochafuka, upepo mkali ukavuma na mawimbi makubwa yakaja, mashua ya Sudi ikazama. Alipokuwa akielea majini, alimuona tena samaki nguva. Ulikuwa na nafasi ya kuwa nuru kwa watu wa kijiji chako, lakini ulitumia zawadi vibaya, samaki akasema. Lakini kwa huruma, samaki nguva alimwokoa na kumrudisha pwani. Sudi alipoamka hakuwa tena na uwezo wa kuvua samaki kirahisi. Hapo ndipo alipotambua umuhimu wa kushiriki na kusaidia wengine. Tangu siku hiyo aligeuka kuwa mtu wa kusaidia wengine, akifundisha watoto wa kijiji jinsi ya kuvua, kushirikiana na kuwahamasisha kuwa na moyo wa huruma, akifundisha kwamba zawadi yoyote ya ajabu huja na majukumu makubwa. Funzo: huruma, ukarimu na kutumia vipaji kwa faida ya wote huleta baraka za kweli. Je, ungependa niandike hadithi hii kwa lugha ya Kiingereza au kuiendeleza zaidi?